Akatoa mfano mwingine tena wa mwisho wa mwana mpotevu. Akasema sasa, kuna mtu mmoja alikuwa na wana wangapi? Wawili. Mtu mmoja sasa tajiri, baba mmoja anatoa wawili. Yule mdogo akamwomba babake sehemu yake ya mali ya wizi, wakati babake bado hajafa. Akaambia bwana, baba, mimi naona muda wa kutegemea umefika. Sasa huyu akapewa, babake akasema okay, no problem, sababu umeamua mwenyewe kusema kwamba unataka kuishi maisha peke yako, kwamba unajiweza tayari, umeshakuwa mkubwa. Basi akampa fedha, akaondoka. Yule kijana mdogo akaenda nchi ya mbali, ndio nchi ya mbali. Nchi ya mbali. Biblia inasema alipoenda kule nchi ya mbali, akazitumia pesa zote kwa nini? Kwa uasherati. Someni kule kwa nini? Kwa nini ngoja? Kwa nini? Kwa nini? Yes, natumia nyimbo hizi. Nimeshaka hivi fanya kwa uasherati. Uasherati nini? Maana huyu alikuwa anakuwa sana hela, ameenda huko sehemu ambao watu hawamjui na ana hela kibao, amesema basi kwa hiyo leo anachagua huyu, kesho anachagua leo anachagua binti mnene, kesho mbamba, kesho mfupi, kesho mrefu, kesho anachukua Kesia, kesho anachukua Tabia, anaenda Sebia, anaenda hadi kwa Palini, anaenda hadi kwa wapishi, anaenda na kwa vibinti vya sekondari kule, anakuwa anabadilisha ladha tofauti. Kwa huyo kijana akamaliza fedha zote. Kwa nini? Kwa uasherati. Fedha zile zikaisha. Alafu mbaya zaidi, Biblia inasema kwamba ikatokea njaa kuu kwenye ile nchi. Alikuwa ameenda njaa kubwa, hakuna chakula, akaishiwa kabisa, akaanza maisha ya dhiki, kwa sababu yupo nchi ya ugenini na hela zote ameshapesha, ameharibu urithi wake, thamani yake imeshaondoka. Kwa hiyo akaamua kwenda yani kama vile kujishikiliza sehemu, awe anafanya kazi ya kulisha nini? Nguruwe. Na sio kwamba anaenda kulisha nguruwe ili alipwe, ili apate angalau awe anakula mabaki ya nini? Ya nguruwe. Unanielewa? Unapoomba ajira hiyo unatafuta kazi ulipo, ila yeye alikuwa ili atapate nini? Chakula. Sasa jifikirie kama hiyo nchi ilikuwa na njaa, hamna chakula, au nguruwe alikuwa anakula nini? Kama sio vumbi na majani. Alafu lakini baadaye Biblia ikasema kwamba akazingatia ndani ya moyo wake. Sawa? Atapeleka akazingatia ndani ya moyo wake, akajiuliza jamani, ni watumishi wangapi hapo kwa baba yangu wanakula? Yaani hao tu wanafanya kazi. Mimi ndiye nikienda tena kanisani. Akawaza ndani ya moyo wake, akasema nitaenda kwa baba yangu, nitamwambia kwamba nimekosa kwako baba yangu, na nimemkosea Mungu pia. Unisamee, lakini pia unisaidie, yaani unirehemu tu niwe hata mfanya kazi. Sababu gani? Alikuwa ameshajua kwamba amekosea, kwa anahisi kama babake hata msamee. Kwa hiyo anachokifanya angalau tu aende kuomba msamaha, basi arudi awe kama mfanya kazi ka house boy kwao, nyumbani kwao. Nyumbani kwao. Yaani ushokosea mpaka nikuenda nyumbani kwao. Unasema nitaka kujua baba, nimwambie tu mimi naomba niwe mfanya kazi huko ndani. Sasa ameenda na uoga huo wote, akasafiri. Na sio da safari jamii atachelewa kwa mimi. Akaenda mpaka huko baba. Anaogopa. Lakini pia babake alikuwa kupambana. Yaani babake hakusubiri kwamba aje sijui aanze kupiga ngoja. Babake alikuwa kupambana. Akamkimbia akamkumbatia. Sawa? Kwamba ni mtoto wake. Sawa, kwa sababu ametoka nguo hizo na uchacha kaisha. Wakati mwanamsheni bali hilo bora. Na peke kidogo. Kuonyesha kwamba amemkubali na ni mtoto wake. Tuko pamoja. Umeelewa? Huyu hivyo vitu vyote muone alikuwa navyo. Haitokuwa na kiwaza ni kwamba akifika pale yani aombe tuwe Kanani, haya kaonekana. Lakini akashangaa amepokelewa kama nani? Kama mtoto.
Alipokuwa alikuwa mtoto ambaye ameasi, amemwacha baba yake, ameenda kutafutia maisha yake mwenyewe, lakini anarudi anashangaa mapokezi aliyopokelewa yatakuwa sana. Haleluya. Kuna vitu vingi ambavyo nataka kujifunza kwenye hii habari. Mnakumbuka tulipoanzia? Tumeanzia hapa Yesu yuko anafundisha, amekaa na watenda na watoza, alafu Mafarisayo na Petro wanasema kaa unafanya watu dhambi. Yaani maana wao ni tatizo hapo. Sasa hao watazami ni hopeless. Hao wanaingia motoni kwa pamoja tu. Wewe ukana ndio kama kwa Kristo. Kwa sababu anakuwa kwa sababu wao walikuwa wanajua kwamba mtu atenda dhambi, huyo mtu Mungu hamhitaji tena. Yaani mtu anatakiwa afe. Sawa? Anatakiwa afe kabisa, yani hukumu kubwa. Au wawe. Sasa Yesu akaanza kuwabadilisha ufahamu wao. Waelewe Mungu na Mungu ana sura nyingi. Sawa? Sura Mungu kuna muda huwa anasimama kama hakimu, judge. Mungu akikaa kwenye kiti cha hakimu, maana kazi yake ni kutoa nini? Hukumu kulingana na matendo ya mtu. Na hiyo sura ya hakimu Mungu ataionyesha zaidi siku ya mwisho. Atakaa kwenye kiti cha hukumu. Kiti cha hukumu. Yaani hapo atakuwa sio yule Mungu mwenye huruma, mpole. Ni hakimu. Hakimu anafuata sheria inasemaje. Kwanza kusema huyu ni ndugu yangu, huyu ni mtoto wangu. Mungu, lakini pia Mungu kuna muda huwa anasema kama baba. Sawa? Kama nani? Baba. Na Mungu huwa anasimama kama baba kwa watoto wake ambao anawapenda, ambao aliwatafuta kwa gharama kubwa ya damu. Kwa hiyo Mungu anapokuwa kwenye hii nafasi ya kusimama kama baba, huwa lengo lake ni kuwarejesha watu wake waliomkana, waliomwacha. Watoto wake ambao ilifikia hatua walikuwa nyumbani wanaishi naye vizuri, walikuwa wanamtii, baadaye wakajiona ni wakubwa, wakaenda huko wakaanza kuishi maisha ya uasherati. Hawa watu wanaporudi, Mungu anawapokea kama baba ambaye alikuwa amepoteza mtoto wake. Anapata furaha kwamba mwanangu amerudi. Kitu cha kwanza ambacho tunajifunza kwa huyu mwana mpotevu ni kwamba dhambi huwa ina tabia ya kuiba. Kuiba vitu ambavyo Mungu amekupa kama baba. Kwa mtoto alikuwa amepewa nini? Mali. Amepewa mali za kutosha. Akaenda kule, alikuwa anaibiwa bila kujua kama anaibiwa. Wewe unataka anatumia, lakini anaibiwa sababu anatoka kwenye maisha yake. Akatumia mpaka zikaisha, akabakia empty. Hiyo ni moja wapo ya sababu dhambi wanafanya. Dhambi ni tabia kubwa. Kuna mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu, akiingia kwenye maisha ya dhambi, anaibiwa mambo yale ambayo Mungu amempa. Mambo ya kimwili na kiroho. Na especially mambo ya kiroho. Mambo ya kimwili, muda mwingine mtu anaweza akawa anafanya dhambi hapo, huku kimwili watu mambo yanaendelea, wanapiwa hata huku masomo yanaenda vizuri. Sasa mbona anafanya dhambi na sauti? Inaonekana Mungu. Kama Mungu hajafuta sana hivi. Unaiona? Wewe ni nini? Watu na sauti. Kana Mungu anakufanya. Unaendelea. Lakini vitu vya kiroho ni kama hivi. Unaibiwa. Ndio maana mtu kufanya dhambi unaweza kusikia hukumu hiyo. Sawa? Na kuna kitu kimepotea. Na ukifikia tu unafanya dhambi hauoni hukumu, maana yake ushafikia hatua ya kuanza kufa kiroho. So mtu mwanzo anafanya dhambi mwanzo anaumia. Lakini akizoea ile dhambi kwanza hii dhambi nimeshajaribu. In fact, even God himself sees me and he knows all my effort. I've tried my level best. So lakini huyu baadaye kujikuta kwamba vitu vingi vya kiroho vimefanya havipo. Amekuwa tujifurude tu. Na mtu akijua vitu roho anachua.
Dhambi inaondoa uthamani wa mtu. Sasa huyu alipoteza thamani yake. Hivyo wewe jisikie, binadamu unaweza kutafuta mabaki ya nguruwe. Maana wewe ule uthamani hata tu kwa mwanadamu umepotea. Kwa pamoja. Ndicho kitu ambacho dhambi huwa inafanya, inapoteza thamani ya mtu. Value. Yaani inafikia tu mpaka mtu yeye mwenyewe anaacha kujiheshimu. Ni wapi sisi? Unajua kwa nini watu wale huwa watu wanaojiuza wale makabu huwa wafanye wanakaa uchi hapo waone shida? Unajua kwa nini? Wale hapo kabisa unasema yaani mimi bila nitoke barabarani niende hivi. Kwa sababu ile thamani imeshafanya dhambi mpaka ule uthamani wake kama damu umeshaisha. Kwa unaona yaani ukao kuchafua. Sawa? Kwa sababu dhambi pia huwa inasababisha self rejection. Self what? Rejection. Mtu anajikataa. Yaani mtu kuna muda ukifanya dhambi nyingi sana unaanza kujikataa. Yaani unaanza kujiona mimi sifai. Mimi naona hata kanisani tu niko tu na wadanganya watu. Bwana nisio naenda. Hiyo ni self rejection. Mwingine mpaka anajiua. Mwingine anasema tu basi mimi naamua tu nisio naenda kanisani, mimi mpagani. Anakuwa tu mwanzoni alikuwa anakuja kanisani, naanza kumuona huko anaanza kuishi napita hapo anafua. Kumbe Mungu yeye yuko anasubiri. Kama huyu baba alipokuwa anasubiri. Anawaza huyu mwanangu, sijui nini kimemkuta huyu. Anasubiri, lakini alikuwa anaomba Mungu kama Mungu, huyu mtoto wangu ni kwa sababu ya ujinga ameondoka, lakini naomba huko aliko ukaweke moyo wa toba. Biblia inasema kwamba alipozingatia ndani ya moyo wake, alipozingatia kwamba nahisi naweza nikapata nafasi nyingine, nahisi, akaenda, baba yake akampokea, akampa bali jipya, akambika na pete kidogo. Maana yake ni kwamba ile thamani Mungu anaweza kutupa akairejesha. Na mambo ya kiroho yanayojua kwa mtu anapoishi maisha ya dhambi, anaporudi kwa Mungu, Mungu anaweza kutupa akairejesha. Unaelewa? Anarudishiwa nafasi yake aliyopoteza mwanzo. Lakini mlango ni mmoja, ni mlango wa nini? Wa toba. Maana yake huyu mtoto kama asinge zingatia ndani ya moyo wake angesema yaani mimi nikienda na hizi tu wanaweza wakanipiga au wakanifukuza au wakanitenga. Mimi watu nibaki huku nile manguruwe mpaka nife. Angefia kule kule. Sio? Angefia kule kule. Angefia kule kule. Na hicho ndio kitu ambacho kinaua watu wengi. Kwa sababu wanapokuwa na self rejection, anajikataa moyoni. Anasema yani kwa haya maisha mimi hapa. Yaani itakuwa na msumbua Mungu. Anaishia huko kwenye dhambi, anaishia huko. Afanye mchakato wa kutubu, anaishia huko mpaka anakuja kutoka na mkini na nini. Hata siku ya mwisho ndio wapi? Jana. Na wakati nafasi ilikuwepo, baba yake alikuwa anamsubiri. Na alikuwa yuko tayari kumpokea. Nimekwambia Yesu alikuwa anamwambia hivi. Ni furaha kuu. Ni dhambi mmoja tu. Wewe dhambi wangapi? Mmoja. Acha na mambo ya wanadamu. Sisi wanadamu na tabia labda tutaanza kuangalia sio? Nasema na hii na anaenda hongo. Unaenda kama mchungaji. Watu watasema lakini Mungu yeye anapenda na kupokea. Aya, mstari wa 10 mstari wa 7 anasema hivi, nawaambia vitu hivyo, utakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya wenye dhambi
ya mwenzani mmoja atoboe kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Sasa tuwashuma wale haya, tunasema hawa wako na 10, sio? Amesema mwenye dhambi mmoja kwa mfano sasa. Roho ya ndoa sasa. Alafu hawa ndio wale 90 ngapi? Ambao watatenda. Sasa Biblia inasema ni heri huyu mmoja atubue kuliko wenye haki. Uelewe hilo neno, wenye haki. Sio watu nadhani. Wenye haki wangapi? Wasio Kristo. Yaani huyu ana heri kuliko hawa wenye haki. Sasa unajiuliza ni wenye haki. Alafu kwa Biblia inasema na wasio. Si wenye haki wanafanya dhambi gani? Biblia inasema kwamba inaposema kwamba ni heri huyo mmoja atubue huko wenye haki, tunasema wao wenye haki ni wale ambao wanajihesabia haki wao. Sawa? Kuliko wenye haki 99 wasio hao. Yaani wanajihesabia haki moyo wanasema. Kwanza hiyo si kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya. Kwanza mimi huwa nafunga. Hii inatokea kibaya. Wanajihesabia haki moyo. Kwa hiyo wao hawataki kufunga. Kwa anasema ni bora yule mmoja ambaye anaona kwamba mimi nitakuwa ni huyu ana heri kuliko Haitukeza. Mpaka sasa umepoteza mambo mangapi ya kiroho kwa sababu ya maisha yako? Umepoteza vitu vingapi? Ukikumbuka Mungu alipokutoa na pia ukizingatia mambo ambayo Mungu anaenda kukusaidia, japokuwa unajua unataka kuishi maisha ya dhambi, lakini kuna vitu ambavyo Mungu anaenda kukusaidia. Sijapata adhabu yote, wengine wanaishia kuumwa ukimwi, wengine wanaishia kuandika. Mimi nipo tu. Manake anakuonyesha kwamba nafasi yake Mungu kama ni kama baba. Baba kuna muda anaweza kuona mtoto anakosea, alafu akakaa chini. Sawa? Anakaa chini kwa maji. Ana ignore. Akitegemea kwamba huyu mtoto kuna wakati atakuwa atajielewa. Kwa maana mwingine kuna mambo ambayo mnaomba msamaha wazazi baada ya kuwa wakubwa. Baba, wazazi wangu nisamehe, nilikuwa hivi. Hivyo ndivyo alipo Mungu, ni zaidi ya mzazi, Mungu zaidi ya baba. Anataka ni wewe tu ufungue moyo wako urudi kwake. Ombe Mungu nisaidie, nimekosea.